Hii ndio Zoa TV, tunazidi kuhakikisha kwa mambo yanakuwa mazuri sana tena sana. Hakikisha tu unazidi kuwa mwanafamilia wa Zoa TV. Kila siku tutakuzidi kusogezea story mbalimbali ambazo zimetokea katika mitandao ya kijamii. Siku leo nimekuja kitofauti kidogo baada ya taarifa kutokea pale Rwanda moja kwa moja kufungia makanisa kadha wa kadha kwa sababu ya mambo ambayo wamezungumza wao kama wao. Lakini nimesoma comment za Watanzania wengi sana wakihitaji pia hilo lichukuliwe kwenye sheria ya Tanzania, maana kwamba kuna makanisa mengi sana kwa sasa hivi ukizungumzia kuwa yanakuwa kama uyoga. Lakini Rwanda wao wameamua kufungia makanisa baadhi, lengo kuu ni kuyapisha na vitu kama hivyo, kwa sababu walikuwa hawana imani nayo. Ukiangalia pale Kenya, mwaka jana tu ilitokea moja ambalo lilikuwa tukio kubwa sana na watu walizungumza mengi mno kuhusiana na tukio lile. Watu wengi sana walifariki baada ya kuambiwa kuwa Yesu anarudi alafu wakae na njaa, yani wafunge mpaka Yesu arudi. Hatimaye tukaja tukaona watu wamefunga, wengine wakafariki wakiwa kwenye mfungo huo na vitu kama hivyo vingi sana ambavyo vilitokea. Baadaye tukaja kuona watumishi pia wakubwa Kenya pale wakifungwa na vitu kama hivyo. Lakini wao Rwanda hawajakubali wala hawajasubiri hilo litokee, wameamua kulichukulia hatua. Najua Tanzania sasa hivi ukizungumzia nini unazungumzia makanisa ambayo ni mengi sana, lakini tukisema tunayafungia ni kwamba tunapisha au tunaruhusu mpinga Kristo kuingia katika serikali yetu. Huo ndio uhalisia ambao naweza kukuambia hivyo. Ondoa shaka kuwa Tanzania pia inaweza kufikia hapo. Kwa nini? Kwa sababu taifa letu ni la utofauti mkubwa sana, na pale ambapo unazungumzia masuala ya imani, kila mtu muache amini kitu ambacho anakiamini. Hicho ndo kitu ambacho sasa hivi naweza kusema kuwa ni cha muhimu mno. Hata viongozi pia wanaamini hivyo. Kama viongozi hawaamini uchawi, basi viongozi nao pia hawawezi kuamini kuwa kuna watu wanadanganywa katika imani zao. Kwa hiyo unaweza kuona vitu kama hivyo. Lakini Rwanda wao wameamua kufanya maamuzi magumu sana ambayo yanaweza kuwa gharimu na nini, lakini wakaamua kufanya hivyo. Tunakuwa na maswali mengi sana, kila mtu anajiuliza la kwake, lakini Zoa TV bana tukasema tupite hapo tukujulisha, alafu na wewe pia uje na comment yako tudondoshe hapo chini uniambie vipi kuhusiana na hili swala. Rwanda wamelifanya, wewe unaonaje, ni sahihi au sio sahihi? Kila mtu ana mtazamo wake kwa sababu tumeumbiwa macho tofauti na engo tofauti ya kutazama, na wewe pia litazame hili swala, alafu nidondoshie comment yako na mimi nitaisoma hapa ndani ya Zoa TV. Tutazidi kuhakikisha kuwa tunakuwa wana. Hakikisha tu unazidi kuwa mwanafamilia wa Zoa TV. Hilo ni jambo la msingi sana. Achana na watu ambao wanakuambia bana hiyo nini na nini. Wewe jiunge kwenye hii familia, alafu tuendelee kuijenga familia iwe na nguvu kubwa. Kila kitu kilianza taratibu, baadaye tutafika tu ndugu yangu. Hakikisha unakuwa mwanafamilia. Bonyeza alama ya subscribe hapo chini, alafu toa comment, share, waambie marafiki bana waje kwenye familia hii yenye nguvu kubwa sana ya kufanya mapinduzi makubwa katika hii nchi. Bwana, endelea kuenjoy mdogo mdogo.